maana ni nafasi ya neno. Utafungua kitabu cha Zaburi 34, tasoma mstari wa 7 na wa 8. Ufunuo wa Yohana 2 mstari wa 9 na 10. Malaika wasumbukia wamchao na kuwaokoa. Haleluya. Huenda unasoma Biblia iko inaongelea juu ya Bwana Mungu. Ndani humo watataja Yesu. Na pia haya yote yanaunganika na mwanadamu wewe ambaye unatenda haya. Malaika huwa wanatua tu, bora uanze kumcha Bwana. Kwa hivyo nakutia moyo, hekima ya Mungu iwe kwa wingi ndani mwetu. Maana katika hali zote, kila wakati, kila dakika, tunapomcha Bwana, malaika wako anakuja. Kuna malaika ambao huja kwa ajili ya kanisa. Amen. Usitende kinyume na Mungu wako. Maana wakati unatenda kinyume, Biblia inatuambia wasiwasi, unamtia malaika wako huyo kisirani. Amen. Kombe aliye juu kuliko vyote uogopavyo. Zoea kutenda haki, na wakati unaona umekosa, mrudie huyu Mungu, kiinua macho juu akutakaze, ili faili yako inapoenda isipeleke ripoti mbaya. Wewe ni kanisa, jihadhari sana, narudia. Faili yako iko tayari. Kila chochote ambacho uko unafanya mahali hapa, huenda jiani haukufanya vizuri, malaika huyu ameandika. Huenda usiku haukufanya vizuri, malaika huyu ameandika. Na ndiyo maana ndani ya nyumba ya Mungu huwa tumeandika utaratibu, sifa na utakaso. Kumbuka malaika tena akasema, kanisa lile ambalo ni mara moto mara baridi waweza kutengwa. Malaika wanatukagua, malaika wako pamoja nasi. Huenda umekuja na hiyo dhiki, usiwe na wasiwasi, maana dhiki yako Bwana amekuchukulia. Maana tayari malaika wako amepeleka ripoti mahali jina lako liko, wanajua Jane ana chakula. Kumbuka riziki yako pia Bwana aliahidi. Mahitaji yetu, hali zetu zote vile ambavyo tunaenenda wanadamu, sinajulikana machoni pa Mungu. Acha njia mbaya, muangalie Mungu aliye mtakatifu peke yake. Asubuhi omba, saa 6 omba, jioni omba, tafuta uso wa Bwana. Tamka mstari, ongeza na maombi. Tamka mstari, shukuru Mungu. Tamka mstari, maana neno la Mungu wakati unalitamka linachemka. Na ukitibua na hili neno ambalo ni mstari, unapona, unabarikiwa, unafunguliwa, unachangamka. Haleluya. Na haya yote ujipange sawa sawa, na haya yatakupeleka kuwa mwenye haki. Wapendwa, pasipo kujipanga vizuri, uwe na wakati mzuri, muda mrefu kanisa, tupatie Mungu kuliko mambo yetu. Na Bwana yu karibu kwa wale ambao wako karibu na yeye. Na Mungu huyu mawazo yake katika Petro wa kwanza 3:12 inatuambia mahali pale ya kwamba kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na sikio lake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Haleluya. Ione hiyo uzito tulio nayo. Bwana atushughulikie, Bwana atuhudumie. Kwa hivyo nina imani mchana wa leo, ripoti yako ambayo inaenda mbele za Mungu, watakuhesabu wewe pamoja nami kuwa sisi ni wenye haki. Usiache kile Bwana alianzisha ndani mwako kikauke, kizame. Usiache anointing ambayo iko ndani mwako igande. Anointing yaweza kuganda. Ukikaribia Mungu
itakuwa fresh, itatiririka. Mafuta yako ndani mwako, wewe ni mpakwa mafuta, maana unamtumikia Bwana. Na Mungu wetu ni wa bidii. Mungu hakai mahali ambapo vitu havisahani. Ndio maana Roho mwalimu anakufundisha uone mbele na ujue kile ambacho unafanya. Yule wa 5 zilikuwa 5, 2 na 1. Hao wawili walikuwa na hekima. Na inamaanisha malaika walikuwa wanatua. Kama unafanya kazi, malaika pia atakuja mahali huko. Hakuna wewe ndani. Haleluya. Wewe kuna wewe ndani kwako wakati ninasahau. Siendelee kuangalia shida ya shetani, bali mtumikie Bwana. Amen. Kazi ambayo Bwana alikupea, kazi ya mikono, salisha. Inamaanisha Mungu habariki. Mungu hasalishi mahali ambako mtu hafanyi kitu. Na kama hatufanyi kitu, hali yetu itapaki tu vivyo hivyo. Bethsaida huyo mpendwa, Bwana alikuwa anamuona. Si Mungu alikuwa anamuona. Malaika